anaitwa Elijah. Akaua mpaka manabii. Ni mtu ambaye mama ambaye alikuwa na ushawishi mkubwa sana. Na alipoingia alihakikisha ameua mpaka manabii wote, amewaharibu na amewavunja. Na akashika, si ndiye alikata tashigo ya nani? Ya mtu anaitwa John the Baptist. Alisema aletoe kichwa kama iko kwa sahani. Hiyo ndio nataka tuangalie. Hiyo roho. Jezebel alikuwa mama na alikuwa ameolewa kwa mfalme. Sasa kuna spirit ambayo mama alikuwa anaitumia. Iko kwenye kitabu cha Agano ya zamani na bado utaipata kwenye kitabu cha Agano Jipya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio nataka munisikilize sasa vizuri. Leo si mahubiri ile ya mtabarikiwa. Hapana. Tuongee sasa, tutaongea kama watu wanaongea story. Tupige story ndio nikueleze. Kwa maana hii spirit imetumaliza. Hii spirit imevuja doa, hii spirit imevuja kanisa, hii spirit ndio imevuja mpaka mabiashara. Na marafiki mengi imevujwa kwa sababu ya spirit. What is this spirit? What is it? Ni nini hii? Ndio nataka tuangalie. Tukisoma sasa munisikilize vizuri. The work of Jezebel. Nimewaelezea huyu ni mama ambayo ako katika kitabu. Tutasoma kwanza huyu mama katika kitabu cha New Testament, katika kitabu cha Ufunuo. Ufunuo 2:20 mpaka 23. Nitasoma na Kizungu lakini nitatafsiri baadaye. But I have this against you, that you tolerate that woman Jezebel, who calls herself a prophetess, and is teaching, seducing my servant to practice sexual immorality, to eat food sacrificed to idols. I gave her time to repent, but she refuses to repent of her sexual immorality. Behold, I will throw her onto a sickbed, and those who commit adultery with her I will throw into great tribulations, unless they repent of her work. And I will strike her children dead, and all the churches will know that I am he who searches mind and heart. I will give to each of you as your work deserve. What is the power in the spirit of Jezebel? Nguvu ya Jezebel ni gani? Umesikia hapa wanasema ya kwamba katika mstari huo, but I have this against you, that you tolerate that woman Jezebel, who calls herself a prophetess. Nguvu ya kwanza ya Jezebel, anajifanyaga yeye ni mwokofu, anajifanyaga yeye ni nabii, anajifanya yeye ni mhubiri, anajifanya yeye ni mtu mzuri sana. Wanakuja unamwajiri kazini kwako, kana kuwa kamutu kazuri, kamutu kakunyenyekea vizuri, kamutu kanakupatia, ndio kanaangaliaga kazi yako vizuri. Kumbe kanakuaga na nia na mipango mingine huko ndani. Ndio hawa wanakujaga najifanya na kuwa Asha, anajifanya nabii, anajifanya kila kitu. The spirit of Jezebel, wanakujaga wakijifanya. The power of it, they are able to pretend. They are able to be hypocrite. Wao ni hypocrite. Akishika microphone hapa, ahubiri lazima mtaokoka. Lakini ile vituko atakufanyia baadaye, hata utashida unasema ahonoki maikaraga wao. Ndio hiyo sasa, hiyo lugha imetokelezea. Ya aya no ahonoki. Tumutumio shakere pastor. Akehujirie kinya andu thikinaina. No ndagika muthia uri aje kagiria kinduta 200 ni tioi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio spirit ya Jezebel. Kuwa cunning, kuwa na ujanja. Wanakuanga wajanja, wanahakikisha wamekukamata. Na akikukamata anakupatia spiritual husband. Akikukamata lazima aponyoke na pesa yako. Akikukamata lazima akutoe hii kanisa, akupeleka kanisa ingine, na akikupeleka kanisa ingine atatoka. Alafu arudi aseme chugeni huyo mama ni mkora. Na yeye alikutoa kule alikutoa. They have a cunning power. Wanajua kujificha, na wanajua kusegenya, na wanajua kuongea mazuri. Ukimkuta mkiongea na yeye, akoheaga detoja, anakupatia tu story tuzuri, anakufungulia Bible kutoka Genesis mpaka Revelation, yani maneno matamu mukatayaraba, na anajua bodhioma lina ketayara, nina ekotaya, nina korianta, na nina makata, na nina mosokata.
Wanajua hiyo mzuri sana, kwa sababu ni watu wako ndani, wako na roho wao. Ni nani wanaitagwa? Hyena. Hii imefukuzwa na Wajakoya, ni hyena, lakini huko nje ni wanavaa ngozi ya kondoo. Bwana Yesu Bwana Yesu asifiwe sana. Nani nahurumia hyena sana. Zimehangaishwa huko Turukana, zimeshikwa. Wajakoya anafaa kuwekwa ndani. Mtu akipata Wajakoya, this man need to be arrested. Hyena zimehangaishwa. Anasema kuna market na hajaonyeshana hiyo market. Sasa watu wengine huko Turukana washafanya kazi, sasa wanauliza Wajakoya yuko wapi? Pesa, lete pesa. Lete pesa. When Jezebel, wakati aliolewa, after her marriage to the King Ahab, she emerged very strong and power behind the throne. Wanajua kupenya na kufikia mpaka katika mahali uongozi iko. Wanapambana, wanapigana, wanahakikisha kama kulikuwa na uongozi, kama ni mama na kanisa iko na uongozi wa kina mama, lazima kuja ajaribu kabisa baka achukue hiyo uongozi. Namba 2, kama uongozi iko, atajaribu kucreate. Kama sasa kuna mama mwingine hapa alikuta kuna chairlady, alafu akasema huyo ni chairlady wa kanisa, tunataka chairlady wa wamama. Sasa unashindwa, ameitwa chairlady, si ndio? Chairlady ni nini? Ni kiongozi wa, lakini anakuambia huyo ni chairlady wa kanisa. Sasa tunataka tukue na chairlady wa kina mama. Hiyo sasa ndio nyoka. Hiyo ndio nini? Hiyo sasa ndio nyoka, kwa sababu anataka kukue na 2 centers of power. Ndio apande baka huko, ashike wa mama wote, anasema ule ni wa kanitha, nyinyi ni watumia. Leo kaligwa terere kwa sarata. Wewe ndio wa kanitha. Wewe si wa kanisa. Mami, niwe ndirareria. Nikio radora na tauda kalire. Sasa anasema wewe nyinyi sasa atakuwa amechukua power yenu, amewachukua kado. Yule ambaye amechaguliwa na kanisa anawachwa pale kado, anaambia ngoja kanisa itakutana, sisi ni wamama. Kwa hivyo wanatoa watu kwa wamama, kwa kanisa anawaweka kado, anawafanya sasa, hiyo ni project nyingine kado. Sasa wale wengine atawazungumzia wa mama, waambie nini? Yule mama hatumutabui, hata akikupigia simu usikubali, akikwambia mfanye msifanye. Kwa sababu ya nini? Ile kitu alikuwa nataka ni kugawanisha, kukuwe na chairlady wa kanisa na chairlady wa nini? Wa mama. Kwa hivyo ukikuwa mjiga utakubali ukiwa pastor, kwa sababu anakuja na influence. Anasema kanisa inafaa kuwekwa mkeka msafi, anaweka. Anasema kanisa inafaa kuwekwa maua, analete. Anasema kanisa inafaa maji, analete. Anasema wanakuaga na influence ya kukuja, lazima mjue ameingia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio spirit ya nani? Spirit ya Jezebel. Akiingia kanisa hii na uone utake kujua huyo mtu, lazima kila saa anataka kushika microphone atoe ushuhuda wenye Mungu amemfanyia. Kila saa niende na ndokwenda kuga ama kuiba. Kwenda dena rwimbo mutigathikiririe thauti, muthikiririe ciugo. Ukasikia mutigathikiririe thauti, muthikiririe ciugo. Kuna kitu hapo. Mbona nisisikie sauti? Kwani nitasikiaje sauti yako? Nitasikiaje wimbo kama sauti itoki? Lakini nikaujaja, anakuja ndio apange kitu, mipango yake. Ndio presence, wana attract presence. Anataka kila mtu ajue mimi nimeingia, na mimi ndio na uwezo wa kufanya mabadiliko, mimi ndio na uwezo wa kufanya hili likafanyike, mimi ndio na uwezo wa kutenda hii. Na hiyo kitu inakuaga, haikuagi Jezebeli, hakuagi huko nje kwa walevi, anakuaga kanisani. Anakuaga mahali kuna kazi, anakuaga mahali kunafanyika jambo, anakuaga kule kazini kwenu, hako hapo. Kukiwa kuna jambo imeanzishwa na mradi fulani inafanyika, hapo ndio Jezebeli anatakaga kukua. Na kazi kubwa ya Jezebeli ni kuhakikisha amepenya, na ako na nguvu na uwezo na maarifa ya kupenya. Kwa hivyo si kitu, Jezebeli si mtu wa kuchezewa. Mtu wako na roho ya Jezebeli sio demons za kawaida. Those are special demons directed from Lucifer himself. Demons za Jezebel zinakuwa zimetoka kwa Lucifer himself, kwa sababu ako na power hata za kutenda. Si umesikia ni nabii? Huyu mama alijifanya nabii,
ako na power za kufanya miracles. Wanaweza kufanya miracle. Akikuja hapa atakuangalia aseme kwa hakuna uga. Na hakika hakuna uga. Ati unauma. Unakwambia unasikia mgogo. Unaona hapa mgogo hapa. Unasikia kuna kitu imekuduga hapa. Na kweli kuna kitu kinakuduga. Sasa utawaamini na uanze kuwafuata. Wakikutolea ushuhuda venye walianza. Si uliambiwa juzi hapa. Niliombewa na mtu akiwa kwa wheelchair. Wewe unaweza kosa kuamini. Na huyo mtu anakuonyesha ako na vidonda kwa mwili. Na anakuona unaona kweli huyo lazima aobe. Hiyo kipawa iko na level ya dini yangu. Ni mimi nilimugawia. Sasa ukiona kweli mtu ako na unaona huyo mama ndio kila kitu kwa kanisa, ama huyo baba ndio kila kitu kwa kanisa. Mkiitisha hii ndio number 1. Ndio anasema kanitha ni yendaka mai, kanitha ni yendaka kesia na shakanitheo, ni sikwenda ni rahota muno cyane shakanitheo, sikwenda kukorwo sikigetheo. Anakuta buju shika 200, anakuta todi shika 100. Anaenda akishika na kurusha kamia. Kesho akikuja si amekufanya wewe sasa, ukimuona unaona pesa. Sasa ameanza kukushika. Na analeta vitu mingi kwa wafanyikazi wote. Wanatagetiki kitu ya kwanza wafanyikazi. Ndio wakati mwingine hapa nikaambia kina Dennis na Buju, wakati tulikuwa tunafanya deliverance hapa, tukasikia pepo moja imesema tumekujia watu 7. Na nikawaita hawa 7, Mungu akaniambia ni fulani na fulani na fulani na fulani. Na hawa watu wamekujiana ni watu wanasema Bwana asifiwe. Lakini ulipokuwa ukifanya deliverance, pepo ikaongea, tumekujia. Waacha hivyo mnasema, tumekujia watu 7. Sasa watu 7 walikuja, wengine wakakamatwa hivi, mwingine akakamatwa hivi, mwingine akakamatwa hivi, na bado tunaendelea. Nikaambia rafiki yangu hapa, nikamwambia ile jiko, unaona liko lile, kwenda fuga. Na usikubali mtu mwingine aingie hapo kwa sababu kuna kingine kamejificha hapo. Huyu akasema adoya ni adoya honaku. Adoya kama muno. Wewe huyu alianza akiamuka Sunday, anakuja kanisa, anakaa tu hivi, analala. Anasikia saa 8 ndio anasikia kwenda kanisa, wakati kanisa imefungwa. Nilimwambia youth walikuwa hapa wakapikiwa tuchakula. Kidogo wote walihama siku 1 youth. Na nikiongozi wakashika kiongozi wa chairman wa kanisa wa youth. Chairman wa kanisa akabebwa akawekwa kwa kagunia. Alikuwa anazungumzia ndani ya kagunia. Anaulizwa unataka nini? Niwekea kachai. Nataka nini? Nasikia kukula katomato. By the time youth jamaa akubuke mahali yako, kazi alikuwa amepoteza. Kanisa amemaliza, youth yote imeenda. Kidogo kumwangalia, hata kule alikuwa marafiki wake wote wameachana na yeye. Hataki. Alikuwa anataka nini? Wakati kalimaliza kazi yote, kaliweka bagi kwa mgogo, kakaenda kwao. Hautakaona hapa tena. Hautakaona, kashamaliza job. Sasa chama ni wa youth akakuja kaniambia nenda mahoya. Nikamwambia ya nini tena? Na zamani nilikuwa nampigia simu weko. Ananiambia they had a day. Unaweza kuonana? De bisi hanini niko kuchalia na adhimu. Baadaye kidogo sasa ndiye anakuja. Alikuja mpaka kwangu saa 8 usiku. Reverend. Deda hoye. Niki. Mauda ni madhoi mahitano. Ni wera ni gutiganira andu othe mara ni manyige ndaimoera na mwene gari ni anjetia gari riu ni ndio ni atia nini gukwendera akua saa hiyo kama jana yake aligokwa na kachuma hapa twang akaanguka, alizimia masaa 2. Akaambia unacheza na bibi yangu, na huyo mwenye alikuwa anamwambia I'm virgin, I'm under 18. Kumbe huyu mtu naambiwa ako na vitoto viwili nyumbani, amewachia jojo virgin. Hiyo ndio spirit ya Jezebel. Ni virgin lakini vitoto viwili viko nyumbani. Viko huko nyumbani viwili, vimusee vikubwa vikitembea na yeye unaona vinatembea na mtu unaona huyu ni kama brother zake zote.
Jamani wetu wa youth akaona kasichana kafajini kadaitini. Oh my God. Bwana Yesu asifiwe sana. Aliingia kwenye marriage ya King Ahab. She got akaingia. Alipoingia ndani ya marriage akaolewa kwa King Ahab, ali make sure amecontrol hiyo marriage yote. Management ya kila kitu aliingia huko na akacontrol. Na akakaa huko na akakuwa kila statement inatolewa ni yeye anatoa. Kila mpango inafanywa ndani ya hiyo nyumba ni yeye anatoa. Hao wanakujaga kanisa wana make sure wamekamata Reverend amewekwa hapa. Reverend akijaribu kutoka hivi unasikia akijaribu kutoka na uroke kabisa, anaambia unajua nini, natoka tuseme ulirepu mtoto. Reverend muoga anarudi anasema oh yeah, tutigane na horoyo keto hoye Ngai. Ushaingia box. Ukisema tutigane na horoyo keto hoye Ngai, uwekwa kwa box. Ukiwa kazini wanakuja wanakuingiza kwenye box ya skado. Ukienda kutoka kwa mikono yao wanakugoromekia. Unakumbuka ile siku unaambia wewe please najua nakupenda nakupenda, shika ile 1000 ndio kunywa chai. Ushaingia box ya Jezebel. Ukiingia box ya Jezebel utaibishwa uibo benye wanataka. Unaangaa kala kama Marinette kada katika kanafanya hivi. Utakuwa sasa ukiibishwa ibo unafanya hivi. Sasa watakutune to their song. Ndio napata kanisa inaaguka. Kwa sababu watanitune, watanipeleka kado. Sasa wananipatia mwathani arajareria kanjira tiriri mutumia uria uronire kirete gekuo kia girini ucio uratire kana gake urauga ne kama my daughter ucio ena spirit ya nyoka ya mengorewa. Nironie mutumia urane na gitege kia girini uraikarite uguo ni thito aranyitite uguo nikio atarendaga kurekia. Uya mengorewa. No na kaire tukara kaikaraga haria kado karia kehara kaikaraga kafuna ka cream uguo. No na kale kagoguo ni mapowers karagucagia. By the time ukuje kujua umewachwa peke yako, sasa wanakushughulikia wewe peke yako. The spirit of Jezebel ina uwezo wa kukuondolea watu wote ambao wanaweza kusimama na wewe, na unawachwa peke yako. Wakiachwa peke yako, kumbe walikuwa wamekupagia maskado. Wanakuja wanatuma kimama kimoja tu kinakuja kwa ofisi kama ile. Ndio unaonaga nilikuwa nimekataa sana kujenga ile ofisi. Kwa sababu kuna mama mmoja alikuja hapo. Tukaongea akaniambia Mungu amenimtuma. Amemwambia yeye ndio bibi yangu. Sasa mimi nikamwambia mimi sijasikia hiyo sauti. Siwacha tusikie hiyo sauti. Akaniambia hapana, lazima uniambie leo. Sitaki kupoteza wakati mwingine. Mungu amenituma na ni wewe. Sasa niko pale na tumeweka basia, sikuwa ni basia. Sasa nikaona kutaka kuamuka, kumbe kamesimama mbele yangu. Kutaka kuamuka hivi nikuje nitoke, nikaona kameruka kamesimama na mimi na kanataka kufanya action. Nikienda kutoka hivi kakaruka hivi. Mara moja kakainua skati hivi. Kakashika ile nini ya ndani. Nikasikia imekatika. Ni nani? Ni wewe nilita ama ni Dennis nilita? Ni wewe Deno nilita? Ni Deno nilita. Nikamwambia Deno kuja nikamwandikia message, kuja ufugue hii tent, hii net hivi itoke mara moja, na ukuje na uitoe na nguvu na haraka na usimame hapo usitoke. Kwa sababu ile kitu ameanza kufanya na tulikuwa na yeye sisi wawili, nani ningejitoa aje hapo? Singekuwa na uwezo wa kujitoa. Amekata kasuruali kamefanya toa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe mpaka watu wa media washaambiwa prepare for a scandal. Kuna kitu inalipuka leo, kuna breaking news. Huyo ndiye anaitwa Jezebel. Ni mbaya. Na huyo mama alikuwa rafiki tushaenda mpaka kwao kufanya maombi. Akaniambia kwao kuna manyoka inatokeaga. Nikamwambia nyoka gani? Mimi ni mchungaji. Nikifika tu huko nilimsomea venye Abraham aliambiwa, aliasema ukikanyagisha mahali utakanyagisha utamiliki, mapepo utaangamiza, vitu vyote vitaanguka. Nikaambia watu wa kanisa kadhaa tuende. Kwani iko nini? Kumbe ilikuwa mpango ilianza kupagiwa bali.
Dakika ya mwisho ilipokataa kuingia, Sharedi akapigiwa simu. Akaambiwa na ajuaje? Reverend, niko na mimba ya Reverend ya miezi 5. Hakupigia mshirika mwingine, alipigia Sharedi. Reverend ako na mimba yangu ya miaka ngapi? Miezi ngapi? Na wakati Sharedi akamuuliza, na kanisa ulikuja lini? Mlijua na Reverend lini? 3 months ago. Sasa na ako na mimba ya miezi ngapi? Lakini tumejuana miezi ngapi? They have the power of cunning spirit. Wako na power ya kuigia na kupenya na kutengeneza statement hata ukiona hivi ni kweli. Kama si huyu alikuwa hapa, nikamwambia atoe hiyo hivyo. Alafu tukamubebeleza, tukamwambia kuja tupige magoti hapa. Nilimdanganya nikamwambia tukifika kule madhabahuni tutapiga magoti tushikane, ndio roho wa Bwana asikie, ndio ndoa iingie. Kuja hapa, akikanyaga hapa nilikuwa kwa stairs nikitoroka. Nilikuwa kwa stairs. Hiyo roho ilipofeli hapo. Hiyo roho nataka kuonyesha jinsi ina change color. Ilipofeli, na kwa sababu ilifeli, ndugu yake akachomoka na skado. Ndugu yake, sasa sisi msichana, ndugu yake akachomoka na skado. Kasemekana nilirepu mtoto na ako na miezi ngapi? Na huyu mtoto alikuja mwezi wa ngapi? Tumejuana naye miezi 5. Lakini ashazaa na mtoto wako na miezi 3. Na watu wengi nyinyi hapa mliamini hiyo story. Na nikapigiwa kai uko tayari neguo. Wengine wakapigia mtoto wangu simu. Wakamwambia kai uko tayari dadini yake neguo. Hata huyu akasema atahamisha mtoto yake kwa sababu mimi si mzuri, huyu ako hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio spirit. Kazi ya spirit ya Jezebel ni kuhakikisha kanisa imeanguka. Wanashika leaders wote. Hao watu 7 walikuwa targeted ni leaders wa hapa. Nikiogweraga, be careful. Wewe mumureke thaici. Umurikitwo guna darubini. Ejo wemo. Hiyo spirit ikiingia inahakikisha imeshika the right poles, imeshika the right people for execution. Haigiagi kugoka kiongozi, inaigiaga kushika wale wameshikilia kiongozi, wote wanakamatwa. Wakikamatwa wananyogwa kamoja. Wakaangalia wakaona kanisa inahitaji yudhi. Yudhi kanyweshwa maji. Bwana Yesu asifiwe sana. So huyu mwanamke alipoingia kwa King Ahab, alienda na akahakikisha ameshika territory. Hata King Ahab akiulizwa swali, "Ugalekatoria mama." Akiambiwa majeshi lazima ipelekwe twende tukapigane. Wacha tuulize mama kwanza. Anaambiwa kuna president kadhaa wanakuja kwa sababu ya meeting. Anauliza, hebu tuulize mama kama watakuja. Kwa sababu amekamata na hakuna mtu anaweza kuchange. Na ukichange unanyogwa. Wakati waliona King Ahab anaabudu Mungu, akachora wale watu wanakujaga kuambia King Ahab maneno ya Mungu ni manabii, akasema wote wanyogwe. Wote walinyogwa, lakini kumbuka alikuwa nabii. Aliwanyoga wote wakakufa. Kwa hivyo King huyo mwanamke anaitwa Jezebel, ama hiyo roho ya Jezebel inahakikisha the spirit of God in you dies. Hiyo wakishika viongozi, number 2, move number 2 ni kuua the spirit of God. Unajaribu kuomba, ushaifika mahali unajaribu kuomba unasahau kama ulikuwa naomba. Ama unakuta unasifu shetani. Mimi nishaomba, nishashikwa na hiyo. Nikiomba sasa nilikuwa nasema, Mungu Baba wa mbinguni ninakushukuru. Nasema wewe ni mzuri. Baba unatenda, unafanya maneno makubwa. Umeniokoa. Shetani wewe nakukemea. Nasema wewe ni mzuri. Nasema wewe uko na nguvu. Nimeanza kukemea shetani, lakini nimeanza kusema uko na nguvu. Kwa sababu nimewekwa maneno ingine na hiyo spirit. Hakuna mtu hawezi kushika. Hakuna. Hata wahubiri wale wakubwa kama Elijah alikamatwa nayo. Kama Elisha alikamatwa nayo. Who are you? Kanisa ya Thiatira, ileta kwa Thiatira.
Thiatira. Thiatira. Thiatira. Na Kiswahili? Na Kiswahili? Mwalimu wa Kiugo. Na Kiswahili? Ama Kizungu? Thiatira. Bwana Yesu asifiwe. Alikamata kanisa na akakuwa yeye ndio nabii wa kanisa hiyo, na akakuwa kila kitu. Hata pasta kutaka kuhubiri lazima amuulize swali, akitaka kufanya kitu lazima mama huyo aulizwe swali, because she became to church as a prophetess. Alikuwa nabii, alikuwa anatoa unabii na unabii unatimika. Rikakatakaramaka. Akisema hivyo wanakuaga pale nyuma sana wanakuaga huko nyuma hawa wanamekera kapere alama nadhikanisa ya kiroho todo wenga hiyo na wa kiroho ni mairia mekera kapere adajua mekera kana koria thutha kana huyo ni mukoli ni wa girote ni mekera kapere bana kaga huko nyuma roho akiaguka na Sikiri roho. Na kusufundisha. Huyu najua nimekwambia leo nataka tuongee vizuri, kwa sababu ni kitu imemaliza kanisa, ni kitu imemaliza biashara, ni kitu imemaliza ndoa za watu. Kana kuja kuna kengine hapa hivi. Acha niwache hiyo story. Utaiona ukipigiwa simu saa hii ukiambiwa mlikuwa mnazungumza maneno yangu. Mtu anasema abrokiwe. Hataki kuona mambo ya CFC. Lakini nikihubiri saa hizi ako kwa simu akiangalia. Ndio atoe makosa mahali bibi yake alitajwa. Unasikia Reverend alisema mlionana miaka 10 iliyopita. Kutoka siku hiyo ndio nilinyang'anywa bibi. Atunyo mtumia nego kega. Unasikia? Alafu anasema who calls herself prophetess and is teaching and seducing. Ako na mafundisho. Ni prophetess na pia ako na mafundisho. Anakufundisha jinsi ya kujenga madhabahu. Anakuambia kwenda uniletee mchaga na chubi na nini tutengeneze. Na akikanyaga kwa randi yako, shida inatoka hapo. Kuna mama mwingine hapa rafiki yangu walienda kwake hapa Umoja. Yeye hakujua, ameambiwa mchanga ametengeneza hiyo madhabahu alikuwa anatengeneza. Ingine kwa kitanda yake, chini ya kitanda. Hii unajua hii mwarero, hii unajua kitanda iko hapa, mattress, alafu kuna hii kitu kingine inaweka kwa body. Hapo katikati chwa na akaweka huko na karatasi. Sasa wacha mwanamke awekwe vita na bwana yake, na alikuwa naomba amani. Usiku hiyo alirumwa vita, kiramo hili ilikuwa imepasuka mpaka hapa. Akakuja akaniambia ndio mraho ile baole to. Kwa nini ile kioro? Yadi kwenda mahoya macho manyu. Nikamuuliza ni nini? Yetu wala manile kwa nikamuuliza nani nilituma nani? Ndio mimi yako nikasema ngoja wewe. Nikapiga simu, nilikutuma jana. Ate acha mutumia ciore. Leo ni ena mathina ndauga ngerera gwake twakinya gwake atwira tumwakire madhabahu. Nike turamwakire madhabahu. Ndiragũtumĩte. Acha. Na ametoka wapi? Na amesema Reverend amenituma. Kwa sababu anajua yule ambaye umeenda kwake anaamini Reverend. Bwana asifiwe sana. Na akaenda na akaweka hizo vitu chini. Imagine bedroom yako na mko sitting room. Venye aliingia mpaka bedroom hujui. Siku moja nilikuwa nimekamatwa. Wakati nilikuwa nakamatwa, nikiwa prison, bibi yangu akakutwa na mama mwingine. Nishamleta huyo mama hapa. Na wapenda sana kuwaletaka karibu. Waone ile kazi walikuwa nafanya haikufanyika. Sasa wakaletwa wakakuja nyumbani. Akakuja wakaombea bibi yangu. Sijui venye walijua mpaka kwangu. Wakasema ni Mungu amewatuma. Na bibi yangu alikuwa mcha Mungu sana. Alipoona manabii akasema thank you Jesus. So kataya rabaketerianda. Hii mambo ya kula bakai na Mungu likonta. Hiyo wachana nayo. Kwanza chunguza hawa watu. Wanupatie chakula kwanza mkule. Katika chakula utajua. Ndio naonanga napendaka tukule na wewe chakula. Kwa sababu katika tukikula na wewe chakula nitakujua. Hivyo ndivyo Yesu alifanya. Ndio Judasi akatokelezea. Hiyo ndio sababu ya meza ya Bwana ya kuchomoa Judasi. Kula na mtu
Leta mtu thie mraji nikiona nijitaka adu muno raji twende raji. Tukienda raji nitajua wewe ni nani. Nitajua. By the time tumaliza raji, wenye unakula hivi. Macho ikiwa nje nitakujua. Sasa wakaingia mama wakaingia kwa nyumba. Wakaanza kuambia mama, bwana yako ataachiliwa in 1 week. Ukikubali venye tunakwambia. Bibi akamuuliza kwenda tuige hata. Akamwambia utatoa shilingi 1500. Tuinue madhabahu kwa hii nyumba. Maana aliyeroga yeye alitoa 1300. Sasa lazima tutoe sadaka iliyo juu ndio bwana yako aachiliwe. Na siku hiyo ni siku 2 imengojewa nifanywe hukumu ya kunyogwa. Sasa huwezi toa. Wewe mudhuri wako ndiye alikuitwa. Utatoa na alikuwa na pesa. Sasa wakamwambia fuga macho tuombe. Nenda kwa kona, wakampeleka kwa kona moja, mwingine kona nyingine, mwingine kona nyingine, mwingine kona nyingine. Wakaanza riga korera mama rakaka, risa katorina kapa, rina keria rara. Kumbe mmoja amechomoka mpaka bedroom. Amerusha kale kanyoka ka plastic chini ya kitanda. Na chura ile ya plastic chini ya kitanda. Mama si ametoka. Sasa wameanza kuomba. Wakikisha ilipoisha wakaanza nyimbo. Bwana iliwe bwana mama je. Sio anataka kukata maombi. Kwa sababu mission imefanyika. Kukaa kidogo wakabia bwana mama mwingine hapo kashikwa na roho, alikuwa na kitambaa nguo ya yero. Akashikwa na roho. Riayuka! Nyoka, roho ya nyoka. Roho ya nyoka rakiterere. Akashika bibi yangu. Kaka! Na nyoka. Wanamupeleka kuendelea mpaka kwa bedroom. Bali nyoka iko. Mama wakamwambia, sisi hatuingiagi bedroom. Tafuta nyoka, kuna nyoka huko. Hii nyumba yako inanuka nyoka. Nyoka. Akatafuta kwa magua hakuona. Akaambiwa, chini ya kitanda nyoka. Sasa wako kwa mlango pale wanamwabiria huko. Mama kuingia hivi chini ya kitanda na nikanyoka ka plastic kanafanya hivi. Akaruka akipiga duru. Kuna nyoka kwa nyumba. Akaambiwa nini? Mama alitoa 1500. Hapo ndio hukumu yangu ya kwanza ilitokea kunyongwa. Akaenda kuwauliza kwa nini basi ametolewa hukumu. Akaambiwa ni kwa sababu uliambia maneiba. Sasa utoe ingine ndio tumwachilia. Akakuja akaniambia, nilikuwa kwa kio pale Kamete, unajua unakuwa kapadi ile na huyu mama anakuongeleza padi. Nilisikia kama naweza kuruka, nikamate nimrushe ndani mimi nitoke. Kwa sababu nimeona hiyo ni ujinga. Lakini alidanganywa. Na ni kitu naona ni nyoka na hujaiona nyoka ya plastic, nikajoka tu kana kuwa sawa. Kanaweka kwa kabeti kadogo kama hii sasa. Sasa kanafanya hiyo ndio ya Jezebel. Haikuagi na watu wa huko, inakuaga na watu wanakuja wanajitanisha na Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. They are so strong and they take control of the powers. Akiingia kwa kazi yako, kama ni supermarket, kama ni duka, kama ni kwa nyumba yako, hata kama ni ka house girl, na kako na hiyo roho, katatawala hiyo boma. Katakulalisha unakuwa unalala tu. Ukisikia mzee ana karibu kukuja, kana detect mzee yako karibu kukuja, kana kulalisha unaenda unalala. Wakati mzee anakuja kana unakaabia. Tadio hiko idha wake no dia gate. Unaenda unafungua. Kumbe saa hiyo kamejipaka vizuri, si umelala. Kamejipaka ile kitu yako vizuri. Alafu tumatiti kametoa hapa tumatiti. Tunaletwa hapa, tunachomokea hapa juu, tunashikwa vizuri, tunachomokea hapa juu. Tuili tunakaa hivi kama mama mwingine nilikuwa naona ni pastor. Alafu akona tomatiti tumekutomokea hapa juu. Hapa. Na kanguo kamemshika, kamefinya tomatiti tumetoka hivi. Sasa wewe msena ni mlevi umepiga glasi 2 ya chang'aa. Umepiga glasi gapi? 2 ya chang'aa. Ukute kama msichana kametoa tomatiti na bibi yako ako kwa nyumba amelala. Na sasa ile bibi yako ataamuka amevuka ile kitu mnavaaga ile ya ndani ile ya kutoka kwa mguu imefungwa kwa kichwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu amevaa t-shirt imeandikwa sengenge ni ng'ombe. Alafu huko nyuma imeandikwa nini? Ukimwi inaua. Alafu alikutana na nini? Na kamutu. Hapa ni karedi kama kapaka.
kemuga unaona kimuse kinaanza kukaa hivi, kinaanza kunyenyekea. The following day atachelewa. The following day lazima achelewe ndio afuguliwe, aikie penye aligia kimfalme kama jana. The other day hata naomba ulale, usiamuke na hiyo sengenge zako, unalala kabisa. The other day msia anagojeka hata enda kazi, wewe mama si anajua unaendaga soko, anabaki kwa nyumba. Hiyo ndio spirit of Jezebel. Kutoka hapo house ni kama ni house girl lakini ni kabibi. Ndio kanasema decision zako zote hakuna moja itafanyika ya kale kasichana. Kasichana kakisema hapa hakuna mayai itakuja, hata afadhali kuibiwe. Lakini mama sema mayai, unauliza mayai unalala matube. Wego koe, hoja matube. Matube, hebesha, olesia pesa nikoja sijago nako kufara. Liweje kuladile jaga, ikulenye jaga pesa, lakini kadem kakiongea. Nasikia mzee, "Hai, ulikuwa unasemaje? Ati hakuna mayai?" Hebu niandikie ka list ya vile vitu unataka, alafu niandikie namba yako nikutumie pesa ndio uende supermarket ukanunue. Haya. Bibi uitishe hata kamia, unaulizwa kama inajibwa. Uliniona nikijiba? Hiyo ndio inaitwa spirit of who? Of Jezebel. Inajua kupenya na kukamata power. Kitu ya kwanza ni kupenya na inakamata. Akikamata power, hii ndio inatokeaga. Ana uwezo wa kuleta miungu mingine. She was able to introduce other gods. Wakati alishika power, alileta sasa spirit zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Alianza kulete. Kwetu tulikuwa tunaabudu Mungu anakaa hivi, anakaa kanyau. Kwetu tulikuwa tunaabudu kaubwa. Kwetu tulikuwa tunaabudu hii, akaanza kulete. Maana yeye ndio ako na power. Wakishashika power kanisa hii, wakuje wakamate leadership, wana introduce sasa doctrine zao zinaanza kuigizwa. Kidogo kidogo watu wanaanza kukunyushwa. Kidogo kidogo hivyo ndivyo Solomon alikamatwa. Solomon alikamatwa na hawa mama. Alikuwa mtu wa Mungu, alimwagiliwa mafuta ni Mungu na akafanya kazi ya Mungu vizuri sana. Lakini alipofika hapa Ethiopia, akaanza kuambiwa tukiabudu haka kitu itafanyika. Na Solomon akabia, hebu kaa hapa ujiangalilie. Kafanya yekaka, rika, ra. Moses akasema kai, mtumia wako bibi yangu kumbe anaweza kutenda. Gutiri mtumia ugiwiu ugita mtumia wako. Akinya kadha 10 nage kama hudu mothe. Sasa hiyo ana quote Proverbs. Ni 28 ama ni 38. Ana quote Proverbs. Kumbe alimtega akashika power ya akili yake. Sasa chochote ana introduce inasemekana ni ya ukweli. Wako na power, wakishika power wanaanza sasa kuintroduce doctrine zingine, mipango mingine. Unasikia huyu mtoto wako, unafika mahali pa kufukuza mtoto wako. Mtoto umezaa kwa sababu ya house girl. Unafika unaona bibi yako, unaenda huko unapata mashida zako, unaona ni bibi yako, lakini ka house girl hakana shida. Pesa inapotea kwa nyumba, unaona ni bibi yako, kwa sababu already doctrine imeanzishwa kwako. There is nothing you can be able to do, kwa sababu akili zote zimebebwa, umewekwa akili nyingine ya kishetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio kitu ya kwanza ambayo inafanyikaga. Namba 2, kitu ya pili kile kinaingiaga ndani ya hiyo boma ni kitu kinaitwa sexual immorality. Bwana Yesu asifiwe sana. Sexual immorality baka inakuwa ni kitu ya kawaida. Hapa hii nyumba si nyumba nyingine hii. Ilikuwa imeingia hiyo spirit. Unakuta baka mtu ameweka picha ya mtu na anasema bibi na batu. Na amaki ajali na anapelekea bibi yake simu. Na bibi yake haoni kwa sababu power zimeingia. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengine hapa walikuwa nataka kupigana makobora hapa kwa sababu huyu amesema hii. Kwa nini? Because walikuja wakapenya na wakashika position. Sasa whatever they are going to do, nobody can be. Hakuna mtu anaweza kuwatingiza. Hakuna mtu anaweza. Na hiyo inafanyika mpaka kwa nyumba. Inafanyika kwenye kazi yako. Hawa watu wakishika hiyo mamlaka, the next thing that happens inaitwa sexual immorality. Usherati wa hali ya juu. Hakuna bibi ya mtu, hakuna kitu. Yani mambo ile yote mnazungumzia hata kama hamwedi huko, lakini ile topic yote mtazungumzia ni ya gono.
Mara huyo alilala, huyo anakaaga, huyo anaendaga. Hakuna vazi hata moja mtaquote ya Bible. Mazungumzo na mko ndani ya nyumba ya Mungu. Na hakuna vazi hata moja mtazungumzia ya Bible. Maana mtakuwa mkizungumzia kwa sababu ile kitu inaoperate ndani yako ni the spirit of sexual immorality. Na si spirit of sexual immorality, it is meant kumaliza nguvu za Mungu kwa mtu. The moment spirit yes, unaona amepanga, wao wakiingia wanakujaga na mpango. Sasa wameingia, wamechukua power. Number 2, wamefanya nini? Wamepenyesha miungu yao, spirit yao. Spirit yao ikiingia, sasa ndio wanaleta spirit za kukuondosha kwa Mungu. Unaondoka tu pole pole. By the time unakuta mliondoka kitambo. Ndio naona nilikuwa nafundisha hapa juzi Yakoba Samson hakukufa kwa sababu ya kulala na Delila. It is not the sexual act. Ile ya kulala na Delila ndio ilifanya apata hii makosa. Lakini Samson, makosa ya Samson alianza kutoka ile tauni zote alipita na wanawake huko. Kwa ile tauni yoyote aliingia, alilala na mwanamke. Lakini acts zile matendo tunafanya, wanakuaga walikushughulikia kitabo, wanaendaga tu wakivuja kamoja, wanaendanisha na wewe. Wanavuja kengine, wanaendanisha na wewe. Wanavuja kengine, siku ya kukamata wewe ushakuwa weak. That is what they did to Samson. It is not the act ya siku hiyo ati Delila. Tunaonaka Delila. Lakini kutoka kule alitoka makosa ili alikuwa anafanya kamoja. Kanusu kamoja. Hiyo ndio ilipelekea akaaguka. Wewe kuaguka sasa, kujipata kwenye hatari ya kishetani, sio ile makosa umefanya leo. Ati kwa sababu umenikuta na huyu ufikirie kuna kitu itatendeka leo. Kama kitu ilitendekea bali. Barabara ilianzia bali. Kama ni ugonjwa kugojeka, umesikia wamesema nitawachapa na ugonjwa, ni kwa sababu ya tabia ambayo imekuwa. Ni tabia. Mungu anakazilishwa na tabia, sio hicho kitendo umefanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio hiyo kitendo ya leo, ni kitendo umekuwa, kwa sababu Mungu amekuwa akikuonya. Mungu ni mwenye upendo, anapenda watu wake. Anakuaga akikuonya, akikwambia wacha, akikwambia twende, akikwambia tafadhali nimekuambia wachana na hii tabia, tafadhali na achana na hii tabia, mpaka wakati atakasirika anakuondokea. Kwa sababu na wale na wao wanashughulikia hali yako ya kiroho. Venye Mungu anaendelea kukuonya, ndivyo na wao wanaendelea kushughulikia kazi yako ya kiroho, yani hali yako ya kiroho, nguvu ya kiroho. Ndio wanakukatanisha na Mungu, wanaendelea wanakata na Mungu, wanaendelea wanakata na Mungu mpaka wakati utajipata ukiwa uchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio hiyo kitendo ya leo. Hiyo kitendo ya leo ni baadhi ya nyingi zitakazochangia, ni baadhi ya nyingi ambazo zimechangia kuanguka kwako. Kwa hivyo angalia matendo yako, angalia njia zako, angalia jinsi unavyozungumza, angalia jinsi unavyotenda, vile unavyoishi, vile unavyokaa, vile unavyotembea na watu wengine, vile unavyoshughulika ama unaingiana. Muingiano wako ni gani? Marafiki wako ni wagani? Mnatembeanga na nani? Mazungumzo yenu ni gani? Ukitaka kujua kama uko na Mungu, angalia mazungumzo yako. Kama ile kitu tutaongea na wewe ni gono, na wewe ni muhonoku, na mimi ni pastor. Nyanaka yemweza kama gai kwenda kukuka kwelirelia hapo, hakuna kazi. Niliondoka, nilienda safari kitabo. Bwana Yesu asifiwe sana. Si leo nimeanza tio mothe kanitha teno kugwa tio mothe yagwa yago ile tane ili yagukaga kitabo, lakini inakuwa kanika process kamoja kengine kamoja, ni matofali inatolewa kwa kamoja. Ukikuja kugutuka nyumba ilishabomoka, itahitaji tu kateke kadogo. Hivyo ndivyo Samson alifanyiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu wako na uwezo, wameshika power. Number 2, wameshika spirit yako. Number 3, wameleta ile kitu itakutoa kabisa. The spiritual immorality inakutoa kabisa, unatoka kwa Mungu, inakutoa guo. Alafu ikisha kutoa kwa guo, inaanza kuleta vitu ambavyo vinaitangwa ritual sex. Sasa ukitoka hapo, ukiingizwa kwa sex immorality, inaingia kwa kitu inaitwa ritual sex, ngono ambayo iko na madhabahu. Kuna ngono tu ya kawaida, ile tutakuja nilala na wewe na niende. Lakini sasa kuna ngono ya kimadhabahu. Pale sasa mnaanza kufanya nini? Kuapiana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hala moja gere ukole amehetwa. Mnaapiana. Mara unakata kadamu, namba utaniacha.
mara unafanya hii. Sasa umeanza sasa ritual sex. Sasa mnaanza kutoa maapo. Unasema sasa mimi nitafanya hiyo. Sasa ndio inakupeleka mpaka kwa Illuminati. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo sasa inakupeleka pole pole. Umeona process, alikuanzisha kajia kaparapara kadogo mpaka amekuingiza kule. Ultimate yao ilikuwa kukupeleka kwa shetani. Ultimate yao ilikuwa mumeanza sasa ritual sex. Ni mahali mnafika kwa sababu mnapendana. Unatoka unachukua bibi yako na kuchukua wewe, naenda tunafungua ka biashara ya kashugua. Kitoka kidogo naenda hapo, naenda Mombasa na kufugulia na kununulia kagari. Nilikuwa naangalia ka video kingine, ka picha kingine kalikuwa kwa Facebook. Bibi alikuwa anaendesha ka vits kadogo. Akagokwa na mjamaa na mwanamke mwingine alikuwa na Mercedes. Sasa bibi akapigia bwana akamwambia, nimegoka gari ya wenyewe, sikuja nisaidie. Akamwambia, I don't have time, sina wakati ya kupoteza. Sasa huyu mwenye Mercedes kumbe ni girlfriend ya huyu mzee. Akapigia mzee simu akamwambia, darling, you know what? Another idiot has hit my car. Ati mjika mwingine hapa amegoka gari yangu, ile birthday gift ulinibaia. Mzee alimwambia, give me 5 minutes, I'll be there. Mzee alikuja na kigari, kufika hapo anakuta ni kafiti zake na Mercedes yake. Sasa kauliza na bibi, ulisema huwezi patikana huko Mombasa, kwani umechomoka wapi? Akasema, idiot, you can't see this is a Mercedes Benz. Akamuuliza, si gari wewe ndio ulinunua? Na huyu, darling, kwani unakuanga na wife? Hata mimi ndiye ameninunulia gari, kumbe pesa ni yake. Why? Kwa sababu jamaa alipelekwa into sexual illicity, yani sexual ngono ya kimadhabahu. Ukiingiwa kwenye ngono ya kimadhabahu, from there hautumii akili yako tena. Ukiambiwa na girlfriend nataka Mercedes, unaenda unakata shaba unauza. Ukiambiwa na girlfriend unataka hii, unaenda unafanya hivyo. Ukiambiwa na girlfriend hii ndio itaenda, kwa sababu ushamezwa na hakuna siku una uwezo wa kujinasua. Biashara zako zote zitaanguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati umeingia kwenye ngono ya kimadhabahu, unakuta biashara zako zote, ukifungua hii kazi lazima ianguke. Kama ulikuwa na biashara ulikuwa unafanya, inaanguka. Kama ni kazini, unaonewa mpaka unafutwa kazi, kwa sababu wamekuingiza mahali pa kukataliwa. Unapata favor hakuna. Kila mtu anakukataa, akikuona anakukataa. Ukienda mahali unakuta nuksi, ni hoigwa kero getune kana kero atiriri kwena mugatho katuga tuga brother kwena mugatho. Ukiingia sasa hapo utajikuta hakuna kitu utajishikilia kisimame. Kila kitu kijaribu kufanya hii biashara inaanguka. Ukifanya hii gine inaanguka. Ukienda hapa kwingine because uko kwenye Crusader for Christ Ministry. Ndio Samson alikuwa shaingizwa kwenye maagano ya kingono. Alihitaji kufanya tu jambo moja, action ifanyike. Sasa hiyo action haikusababishwa na hiyo siku, imesababishwa na maagano alifanya mingi mpaka ikafika wakati wa kufanya maagano ya kingono. Ndio uliona alijaribu tu hako kamoja, ndio huyo akaanguka. Maagano hayo, angalia Daudi alishika bibi ya nani? Ya Uria. Ni Uria bibi ndio Uria, bibi ndio nani? Uria ndio mwanaume. Ndio mwanaume. Akashika bibi yake. Ukiangalia Daudi kuna vituko nyingi, sio hiyo. Ukiangalia Biblia inakuwa kilia tu, baba umeniacha, baba nini, na kuomba msamaha, unikumbuke, unisamehe. Kila mahali ni kulia analia. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa akifanya makosa. Lakini hii makosa ya bibi ya Uria ndio ilikuja ikalipua, kwa sababu already alikuwa shaingia kwenye mtego wa madhabahu ya kingono. Bwana Yesu asifiwe sana. Ingine, Jezebel spirit is most cunning and appears diplomatic. Spirit ya Jezebel cunning, inajua kujificha. Kukifanyikana kunatafutwa wale wabaya, hautaipata hapo. Kama ni kanisani, wakijua wanatafuta wale watu wabaya wanafanya mambo mabaya, unakutaka number 1 ni mzuri, ndio wanajua kutoa sadaka, ndio wanajua kutoa ushuhuda, ndio wanajua kufanya nini ile mzuri, wanajua hiyo spirit inajua kujificha. The most cunning of all the spirits of the devil. Katika ulimwengu wa kishetani, the most cunning ambayo inajua kujificha, yani spirit ambayo inajua kuihidhira, kujificha. Ikijificha hata ufanya nini
anakuja na dress, unamwona huyo mama akigia ama huyo baba akigia na suti kanisani, unampatia kiti ya, unaambia huyu mzee na ako na suti mzuri, unaambia mzee hebu tukae pale nyuma, kuna mheshimiwa amekuja. Na si mheshimiwa, ni kasuti. Na ametoka wapi? Ametoka Rojini. Bwana Yesu asifiwe sana. Unamweka hapo mbele. Unafukuza intercessor, unapeleka intercessor huko nyuma, unaweka nani hapa? Unaweka kishetani hapo. Kinakaa huko. Ukisema Bwana siwe, amen. Amen. Sasa wao unafikiria kuna mahali mnaenda. Kumbe hii ni nyoka inakunyonya tu ukiwa pale mbele. Because they are cunning. They know how to pretend. They know how to speak well. They know wanakuaga wanajua neno. Wanajua kila kitu. Hii Biblia yote wanaijua. Kazi ukitaja kazi yoyote ile wanajua. Wanajua kukutafutia mpaka biashara. Wanajua kukutafutia ndoa yako. Wanajua kutenda mazuri sana. But they are most cunning. Ni kujificha. Kana cheji inabadilika kara inakuwa red. Mkiingia kwa green ana change inakuwa green. Ukienda blue ana change inakuwa blue. Kila mahali wanafit. Wanagiaga, wanafit. Kila mahali mkienda lazima wafit. Na wanakuaga wa kwanza kujulikana kwenye matora hiyo yote, unakuta ndio wa kwanza kutoa ushuhuda na kusema venye Mungu ametenda. Lakini wanatafuta tu njia ya kuingia. Akiingia anaanza kuchoma huko ndani. Pole pole. Alafu wako na diplomatic, wako na mdomo mzuri. Lukata ya raba. Kai. Hawa watu mdomo mzuri, akiingia mahali utatetea, atakutetea kwa askari wa jela, na askari wa jela atakuachilia. Na unajua askari wa jela hana ruhusa ya kuachilia. Atakuachilia, atakwambia toroka. Toroka na ugeshikwa mimi hatuko na wewe. Kwa sababu they are very diplomatic. Nikiona kaile tu akole abaine, wanaweza kutukamata na wanakupatia mdomo mzuri mpaka unachukia bibi yako. Kwa sababu wako na midomo. They are very diplomatic, very good. Watu, yani kama nikimuzee kikizimama hapa, kitasema unajua sasa nimekuja nimeangalia nikaona hii kanisa yenu imebarikiwa sana. Lakini inahitaji kwenda kwenye level nyingine, kwa maana nimeona hii kanisa inaenda kukua kwa njia kubwa sana, na nimeona watu wanaendelea kubarikiwa sana. Kwa hivyo mimi nimejitolea, mimi na nyumba yangu tumejitolea, tutasimama na hii kanisa. Na huyu dada mkuja kesho kwa ofisi yangu, kuna kacheki nitaandika mlete. Hata chairman anasema dada yeye mgeresha kio. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakiendea sheki, the next 2 months unaanza kusikia akisema hao ulituma nikanileta yodigi kanileta gutire na miere mano, ona kihujo kila kihujagio hau gitire na githomo gitire na mwerekera, kwa sababu ashakamatwa. Lakini yule alimkamata ni nani? Alikuja hapa na akazungumza vizuri sana, na akatoa matamshi mazuri ya kupendeza, kwa sababu ni kitu kinajua kujificha na kinajua kuwa diplomatic. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kama tunaendelea vizuri. They operate in secretive powers. They operate secretly. Utakuta Mr. Jegas, wewe ni chairman wa kanisa, hawaogeagi. Hiyo spirit haiogeagi. Kama sasa mfano, nikutumie kama mfano. Kama huyu mama sasa ni mama kati ya grupu yako. Sasa huyu hawezi akaongea katika meeting. Atakuwa anakuita kado, ama anakutext ka message, anakuita kado, anakuambia nafikiria tukifanya hivi na hivi, ama kesho nataka tukunywe kahawa mahali fulani. Anakufeed information, ni yeye, lakini anataka kuongoza kupitia kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Anataka kuongoza, lakini anataka kutumia wewe. Anataka kuangusha kanisa, lakini anataka na ukimkuta tuko na yeye, tunatembea na yeye. Pastor, lakini chairman ni message. Ama kada huko mmejificha. Bwana Yesu asifiwe sana. Mnaongea, lakini sasa anakuta turare na mutungatiri irai. Na mutungatiri ni twaragio horo cio, na hekigo ndirekera gongoro-ini yakwa. Na kigo kiu ni kirathiaga. Na rĩrĩa ndĩraiguire chairman agweta horo ucio, ndĩretikia kwari nĩ Ngai watunyitithania. Kigo kiu no kĩo Ngai arekerete thĩinĩ wakwa. Kumbe Mungu ni ka SMS kale kalirushwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Therefore the moment wakiweza kupenya kupitia kwa hizo njia, that is the time they strike.
wakiweza tu kupenya kupitia, anatumia huyu mzee kumpatia ka message, anatumia yule mama anampatia ka message, anapatia yule mzee ka message. Hiyo ni program, inakuwa imekuwa program vizuri to rip apart, ku destroy hiyo kitu yote kilianzishwa. Kama ni biashara, hapo ndio inagogeago. Sasa ikikuwa sasa wameanza kurusha tu maneno, wameanza kurusha tu idea, wameanza kurusha na tu idea, anasema na usinitaje. Anakuandikia ka message na usiseme. Anakuambia nenda ukwela Alice, nenda ukwela na madukere mudo. Nugo maduka uge? Duka uge. To direda ni kuonekana. Nyonekana tali ni direda kugoithia kanitha. Sasa hiyo ndio spirit Jezebel. Akikwambia sitaki kuonekana ni kama ni mimi nitaharibu, ndio huyo sasa. Hiyo ndio njia moja ya kujua mtu wako na spirit ya Jezebel. Akisema nataka nikwambie, lakini usiambie mtu. Usiambie mtu. Sasa hapo ukikubaliana na yeye umekunywa kiapo. Hiyo ndio sexual altars. Umekunywa kiapo. Ukikunywa kiapo kutoka hapo, ile maneno yote mtafanya lazima muagushe, kwa sababu nia kubwa ilikuwa kuangusha mpango yote mlianzisha. Ilikuwa kufunga kanisa, ilikuwa kufunga kama huyo. Sasa mtu mwingine tulikuwa tunasema na yeye alikaa hapa siku 7 hapa na vijana wengine hapa wamevalishwa nguo upside down. Kama ni trouser unavaa upside down, shati upside down, hii ingine zote zilikuwa opposite. Siku 7 wakifuga usiku hapa. Kajamaa kalikuwa kanakurushwa mshere tu. Walikuwa kwa hiyo group ni Dennis Watodi hata Mirara Gai Watodi, toka hapo, toka kabisa hapo, toka toka. Mtu ameenda, si umeona sasa? Asha kama azo mulie tumehubiri nini? Sasa ndio hawa ndio wanakuja kusema hata pasta siku hizi hahubiriki neno likafika. Toka hapo, kwenda kaa huko kitiwa nyuma huko mahali kuna dirisha ifunguliwe. Si umeona? Asha laliswa. Na wakamataki watu wabaya, wanakamataka wale wako kwa position. Kama huyo sasa ni wametaa bwana kamato ndio nisihubiri. Sasa nitaanza sema sauti, nitolee echo, nitolee nini? Fanya back, toa mimi, madakika zimeenda. Umebaki dakika ngapi? 7. Asante. Si umewaona? Wameanza kunihesabia madakika. Jezebel spirit inasema when they take the power, wameikia na wamekukulisha kiapo, the spirit wanamaliza. Kama ni organization inamaliziago hapo. They rip it apart. Hapo ndio inaagusiago. Wakiweza kushika huyu, wanashika mzee huyu, wanashika mama huyu, wanashika Karo, wanashika Beatrice. Sasa wanajua wameshika watu wote wa kanisa. Kutoka hapo wewe utakuwa accused na Beatrice mlionekana Kariobagi. Na venye mlikuwa mnatembea ni kama mlikuwa mmetoka mahali na ulikuwa umechoka. Wanashika Beatrice, wanaambia Beatrice, unajua Jaga anasema wewe unaabudu shetani. Mwana Jaga ameabiwa mulilala na yeye. Sasa wewe unaabiwa mulilala, wewe Jaga alisema unaabudu shetani. Anashika Karo, anaambia Karo, unajua Reverend anasema anakuwa accuse kwa hijabu. Sasa wewe umekorogwa, umepigana na huyu, mimi nimepiganishwa na yule naye Karo amepiganishwa na Alice, na Alice amepiganishwa na huyu. Mkikutana kwa meeting mnakaa kama manyoka, makobra na mataiga. Zote zinakaaga zinakaliana. Yaani Jagana na guya wanago. Nina mshamani sedigo shoka kodi. Na yule mwingine nasema ni Reverend na guya wanago ni kanitheo ne dano gioneo. Na yeye Alice yuko anasema nina ni mama nume gwa kwa musheni ndo akanitheo kai. Reverend no akinya yule ataki. Jehova ni atigo shoka. God show me another church I will be going. Kwisha. Kanitha ni athira kade na thira. Ni athira. Ruge shoka hako hoya. Baba nakuuliza baka ndio limoka Jezebel ndio wanakuja, ndio mnasema mnatengeneza committee ya intercessor ya kuombea kanisa. Washamaliza game. Sasa wanakuja kukumaliza. Hao ndio wanafanya proposal tuanzishe timu ya intercessor. Kai kanitha maniko gweragwa. Jehova. Jehova. Tugetekere kanitha eno Jehova. Na niguo ciana nyingi maihonokeire guku. Tukwenda tuhoye tuchoke kirimaine tuhoyage. Kai Jehova rinakaya. Wanaanza hiyo story.
Kanisa. Sasa kumbe washamaliza Karo, wamemaliza Ares, wamemaliza Beatrice, wanaangalia wale watu wameshikilia position. Sasa wakiondolewa, basi wanakujaga, wananiambia kama situlikukataza mambo ya Ares, situlikwambia Ares. Tukwambia mambo ya Nyabura, tukamwambia mambo ya Beatrice. Sasa sisi ndio tutakuombea, tushikane mikono. Sasa wanataka kukungoa, wakulishe ndani ya shimo, na wadi watakuja aseme teli oshoke teli. Mohu oshoke mohu. Pasa vitoni yokwa. Wakitoka dakika 5, wanaenda wanauliza nyama imewekwa wapi? Niko mwekelete nyama. Emadiko mashemati umamega. Nemadiko mareko mega. Mwadhani ya gosho. Kadake mobo watema. Ni mwakena. Wangapi wamefurahi kwa sababu ya leo? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi hawajafurahi? Inua mkono wako juu. Mpaka Kamsimi amecheka leo. Kamsimi. Mpaka wamefurahi sana. Nimeambiwa niko na dakika 7. So relationships za familia zimevunjwa kupitia njia hiyo. Relationship za kazi zimevunjwa kupitia njia hiyo. Relationship kanisani na kanisa zimevunjwa, kanisa nyingi zimevunjwa. Hata wachungaji wengi wamebebwa kupitia hiyo njia. Unakuta mtu ni mchungaji tu, alibaki kuwa mchungaji, jina Reverend, lakini aliendaka kitabu. Therefore Jezebel ako na spirit inaitangwa domineering spirit. Spirit ya kucontrol. Number 2, ako na hateful, anachukia watu. Hapendi watu, hapendi kuona kitu kipya, hapendi kuona any progress, hapendi kuona succeed, watu wakisucceed, hapendi. Ako na hateful spirit. Number 3, ako na seduceful, anajua kutongoza, anajua kuhenerelia, anajua kukupeperesa, anajua kukuweka kwa monada kama ng'ombe na unaingia huko. Those powerful things. Ni mtu seductive, ni mtu hateful, na ni mtu nini? Dominate. Ukiwa napenda kudominate, atakaa nyuma tu, kiti ya nyuma, lakini yeye ndiye anatawala. Mshaiona huyo watu? Anakaaga nyuma pale, lakini anasema I'm the one who says in this church. Na ndika mtu kamevaa tu kamvuto, hata kajapigwa pasi, lakini ndio kanatawala, ndio kanasema. Ukisikia kakisema fulani ataondoka. Ukisikia fulani atamalizwa, hiyo kazi lazima huyo mtu amalizwe. Ukisikia kazi fulani ya mtu itafugwa, unashindwa kali huyo. Kama ndio kali uliko. Hiyo ni spirit ya Jezebel. Najua watu wengi hapa tumeingia kwa hiyo mitego. Na tumeigizwa kwa sababu ya mambo ya utamaa na kukosa kuelewa na kujua ni nini ambacho. What do we do when we encounter Jezebel spirit? Tunaweza kufanya nini ndio utoke kwenye spirit hii ya Jezebel? Ndio ujinazue. Unawezaje kufanya? What can you do? You seek God through prayer, asking for discernment power. Hiyo ndio kitu ya kwanza. You seek, unatafuta Mungu na akupatie roho ya kuweza kutabua. The first step you do, it is prayers. Unaingia kwa prayers. Ukisikia kanisa kama hii ilivamiwa na wako hapa ndani Rita, wako hapa ndani na wako wamevamia na wamefanya kazi yao, usishikane na mikono na wao. Toroka kwa mlima. Then ask God to give you the discerning spirit. Akupatie roho ya kutabua. Ndio ujue ni nani alifanya, ni nani ilianza na ilianzia wapi. Na unatubu dhambi. Kwa sababu lazima hata wewe ulichangia. Kama ni kanisa hii, maovu ilitendeka hapa, ama jambo ambalo limepelekea kanisa hii, lazima mimi nilichangia. I'm not out of the hook. Lazima niliambiwa neno na huyu ya kuhusu huyu. Na huyu nikatoa hii neno nikapeleka, lazima nilihusika. Kwa hivyo the best thing, toroka kwa mlima. Nenda ujifugie mahali na uite Mungu. Alafu uombe Mungu tu akupatie discerning spirit, roho ya kujua na kutabua. Kwa sababu utakuta 90% ya wale watu unafikiria ni wazuri, kumbe ni wao. Ndio utakuja ujue Margaret, kumbe ni rafiki yangu, kumbe ni yeye. Ndio utakuja ujue Beatrice, kumbe ni rafiki yangu, kumbe ni yeye. Hapo unatafuta the discerning spirit, unatafuta roho wa Bwana ashuke kwako ndio uweze kutambua ni amara kile wewe, na alafu utambue ilianzia wapi na ni nani walianza. Na ilianza kama nini? Kwa sababu ukifuata ukirudi nyuma, ukiangalia kwa macho yako ya kimwili, hakuna makosa ilikuwa inafanyika, mlikuwa straight. Ukiingia kwa macho ya kiroho, ndio unakuta kumbe ilikuwa shetani mtupu. Bwana Yesu asifiwe sana.
Na wewe pastor ndio ulikuwa unaendeleza na una support, unasema hiyo kitu classmate amesema ifuatwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo kitu Nyabura amesema hiyo ndio itafuatwa. Kumbe ni manyoka. Classmate na Nyabura ni manyoka. Lakini kwa macho yangu, kwa sababu natumia macho yangu ya kimwili, ninaona watu wa Mungu, watu walio na sawa, kumbe ni manyoka zimekuja hapa. Ukivyo utafuta kuwa na discerning spirit ya kujua. Ugiena uguorerio ukamenya. Nigetha uhote kumenya kana ni mwana wako. Inaweza hata mtoto yako anaweza kuwa hivyo. Bwana yako anaweza kuwa hivyo. Bibi yako anaweza kuwa ndio Jezebel. Bibi yako, mke wako. Mama yako mzazi anaweza kuwa Jezebel. Baba yako mzazi anaweza kuwa Jezebel. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii spirit haichagua mtu. Alafu number 2, confront the person under the influence of the spirit. Ukajua sasa huyu ndio amekamatwa na hiyo spirit, usimuachilie. Confront, enda kwake. Venye mimi na confront watu hapa. Si nimewa confront. Si wakati nimekuona umepiga picha ya ile kama mtu amekaa hivi. Si nilikuita kuja hapa, kaa hapa. Nikakwambia hii kitu si mzuri. You confront, kwa sababu hawezi kujitoa. Mtu amekamatwa na spirit ya Jezebel, hawezi hata afanya nini? Hawezi jitoa. Wewe sasa kama umejua, wewe ndio una uwezo. Mwende umfikie mwele hali yake yuo last scene. Hauna hawale ile. Sasa unamrudisha nyumbani. Unamfundisha venye aliwekwa kwa mitego, unamuuliza, hii kitu ilifanyika kwa sababu Mungu ashakupatia the discerning spirit. Unajua venye alifanywa. Sasa unafuata, unampeleka venye alifanywa, kwa sababu yeye alikuwa naona ni Mungu. Kwa maana mwenye alimfanya hivyo ni pastor. Alisema ni roho ya Mungu. Kwa sababu being a cunning spirit, you cannot, kama haujaokoka vizuri, hauwezi jua kama ni shetani ama ni Mungu anaongea. Sasa wewe ambaye Mungu amekusaidia, kuja unisaidie. Hata mimi naweza kuwa kwa hiyo shida. Kama Mungu amekusaidia kujua, wacha kusema ati utoe mtoto, kuja niambie. Mbona nilikueleka ile? Ni example. Napatiana for example. Isikuwe tena ni story. Nili aninoigo. Isikuwe ni story. This is my best friend. Nze naigora atida kirororo. Oyarelago. Oyo no rada ako ija kanida. Oyo no ananetwanira ya kirari. No twetigerire. Mimi napatiana ka story na watu wale ambao wako chini yangu. Mtu ambaye ananitabua kama pastor yake. Ama unitabu hivyo? You are here, you are my daughter. Lazima nipatiane example kama my daughter, si ndio? Ninapatiana example na class, huyu ni classmate yako. Unamjua? Mpigie makofi. Confront, hiyo ni kitabu, ukitaka kusoma hiyo story utaipata kwa kitabu ya Matthew 18 mstari wa 15 mpaka 20. Number 3, identify traits and demons operating under their possession. Identify traits, yani tutabia twake na zile demon zina operate. Ukishika ujue huyu ndio yako na hizo demons, ama ndio yako na spirit ya Jezebel, umemconfront. Umeomba Mungu kwanza, amekupatia discerning spirit. Unamconfront, unamulete. Hapo sasa anza kuangalia ni tu demon gani tuna operate ndani yake. Usimupige na usimuchukie. Anzia kuangalia neto demoni tuliko turaruta wira thini wake. Neto to behavior twake. To behavior twake ana behave giaje. Mkiwa kwa mkutano anakaaga aje. Ni wa kunyonya kidole. Na kuna wengine wanakuaga wamepatiwa hiyo power ya kunyonya kidole. Na akikuwa ananyonya kidole, kumbe ni damu yenu ananyonya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ukiidentify ujue which kind of a demon is operating. Ni ya sexual immorality, ni ya cunning, ni ya kuchukia. Sasa utaconfront that demon. Sasa hapo ndio utaombea hiyo demon. Kama ni ya poverty, poverty is a demon. Nobody was born a poor person. It's a demon. Ukijua unauza vitu na pesa unaweka kwa hii mfuko, dakika 20 pesa inaenda, kuna demon ya poverty ndani yako. Sasa nikijua hivyo, ukuje nipatie hiyo story. Atitagu waza umeuza viatu 1500 na hauna pesa. Ninajua hiyo ni demon ya poverty. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiona kila siku kaka kidogo kuna kimuzee kinakuja kinalala na wewe. Asubuhi ukiamuka unakuta heya, na hii kitu imefanyika. Kuna demon ya nini? Spiritual husband. Ama wewe ni mama, kuna demon. Sasa utaanza hapo, ndio utaanza kushughulikia. Si kuanza maombi blank.
Baba nakuomba, ninaharibu katarabaka, ninaharibu mapepo, ninavunja spirit ya Jezebel. Lazima uidentify, uchunguze na ujue ni nini ni spirit gani inaoperate kwa familia hii, ni spirit gani inaoperate kwa hii kazi, ni spirit gani inaoperate kwa huyu mzee ama huyu baba. Lazima uidentify ndio uweze libakata na limakanta. Huwezi ipiganagwi nayo blank. Lazima ujue ni kadimoni kagani, udili na hako kadimoni. Venye unaidaga, lazima ukienda kwa daktari yule specially, wachana na wale wanaitangwa general practitioner. General practitioner anakuangaliaga na kuambia hiyo ni typhoid. Kama wewe si ni general practitioner? Hapana, wewe si general. Ule na maidho. Nani mwingine daktari hapa? Kama ukienda kwa ule wa macho, lazima atakuletea kitu kinaitwa dermatology. Dermatology. Anakuletea dermatology. Hawezi akikuangalia kwa macho hivi, atakuangalia lakini atakwambia twende kwa mashini. Amejua shida lakini anataka kujua cause ya hiyo kitu ni nini. Ameona macho yako ni nyekundu, inaweza kuwa ni bangi umevuta. Inaweza kuwa uko na allergy. Inaweza kuwa umepitia kwa wajokoya ama kumepitia mahali fugile. Sasa atakuangalia lakini atakupeleka kwa mashini. Kwa sababu ni specialist. Any specialist doctor ana specify, anaenda anakuambia ninaona uko na shida hii, lakini kwanza tuangalie mashini tuambie. Lakini general practitioner akikuangalia na kuuliza, kwani ni wapi? Ni Kisii. Mwambie tu ni Kisii ama Kisumu. Hiyo ni malaria. Na unaanza kukula dawa ya malaria. Umwambie ulitembea Mombasa, unaambia ni typhoid na unaanza kukula typhoid. Umwambie unasikia hapa, unaumiwa hapa, kanarudi kanakuja hapa, kanarudi kanapanda, hiyo ni H pylori. Unaanza kukula dawa za H pylori. Na kumbe ni mafikira uko na mingi, kazi iko na stress, unasikia hapa kiada inaleta shida, huko inaleta shida hata kwa maana haulali, ndio maana macho iko red. Sasa unaanza kuambiwa kula ile dawa ile ya kupaka macho, unaambiwa kuna dawa fulani ya kuosha. Unaosha ndio. Kuna siku nilipatiwa dawa ya kuosha, nikaambiwa nikaweka. Alafu sasa wakati niliweka ni macho yangu ikashindwa hata kuona mwaga. Sasa najaribu kufanya hivi kwa sababu nikifungua naona mwaga ni mingi sana. Kumbe imechoma vitu zangu huko zote. Kwa sababu nilienda pale kwa general practitioner. Lakini ukienda kwa yule atakwambia utatumia tia. Natural, sitawatia. Natural tia ukieka ndio macho, kwa sababu ni kukauka. Umedrive sana gari, umepigwa na upepo, macho ikakauka. Na mimi sasa najua hiyo ni ugonjwa. Nikiweza kutoa matogo hapa najua hiyo ni ugonjwa. Bwana Yesu asifiwe sana. So you need to identify. Unachimbia niki kiago ithirie kanitha yaku, niki kiago ithirie, niki kiago ithirie kihujoge yaku. Sasa na ni pepo gani ilikuja? Ni mwanawake. Hao wanawake walikuja namna gani? Sasa tuchimbe nitajua, nitaombea, nitajua kitu itaombea. Lakini siwezi kuja niase Baba nakuomba, huyu ni mtumishi wako, umbariki. Hakuna, hiyo ni blank. Hiyo ni blank, check blank. Haina signature. Ikienda benki lazima itaruka. Identify. Kama kazini kwako kuna tukoanga na shida fulani inakujaga, go ndani wa identify. Ujue ni nini. Jezebel alipitia wapi? Aliingililia wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko karibu kumaliza. Sasa tuko kwa mteremko. Jezebel spirit is a type of evil. Hapana, hiyo tumeangalia. It is okay. Tumalize sasa. Tusimame kwa miguu yetu. Sababu hiyo naona kama tuna reduce, na watu wengine ameniambia niko na dakika 5 na zimeisha. Naona ananichugulia huko tu. Turugame wewe Jezebel mwenye yako ndani, toka sasa. Saidia, ambia Mungu teremusha roho yako niweze kujua ni Jezebel mgani anaogeaga kwangu. Haleluya. Si unaona huyo mzee amewekelea noti yake? Na hii pesa yako inakuwa noti na mapeni. Mungu aibariki katika jina la Yesu Kristo. Kazi ambayo unaifanya iendelee kuongezeka katika jina la Yesu Kristo. Ameiburufu sana. Ameiburufu. Anaendelea kiburufu. Unajua ukitaka kujua mtu, nilikuwa namuona anatoa kamia kamoja, tumia tuwili. Angalia, imefika 1000. Yes, anaiburufu. Maisha yanaendelea kubadilika. That is when you know the progress of a person. Na ndio nawaambiaga, leta mimi ukitaka nikusaidie. Wachana na sadaka. Sadaka toa kanisani. Nataka your tithe. Toa tithe yako. Si ati ndio kwa sababu mimi nitajirike. Mimi already am rich. Mimi mtumishi yote wa Mungu ni tajiri.
ni tajiri. Baba yetu, hey, baba yetu. Mimi nasema kama nganga, baba yangu ni tajiri, mimi si maskini. Ninataka tu nijue, kwa sababu utaleta tithe ya shilingi 10 leo, kesho ni ulete tithe ya 50, kesho kutwa ulete tithe ya 100. Nimejua umeanza kuendelea. Sasa nitajua maombi yangu nibadilishe, nitoe kwenye hapa kwa 50 nikupandishe. My interest ni wewe upande. Bwana Yesu asifiwe sana. Si ati uniletee pesa yako nikule. Pesa ya tithe ni ya kanisa, ni ya kulea wa mama wadigwa, na nisiletee wa mama wadigwa hapa na kulea watoto wadigwa. Mayatima nileteo. Hiyo ni pesa yao ya kukula na kanisa. Na kanisa wale wanafanya kazi kanisani ndio nawapatia. Ndio unaonaga mtu mwingine akiniambia kwake hakuna chakula, na nyama saka tu, kwa sababu kama sina hamjaniletea. Na kanisa inajulikanaka na kuangalia matoleo ya tithe. Na mkwe mkiandika mahali, ndio na mimi najua mnaniletea na andika, ndio next Sunday niangalie kama ulirudi nyuma. Kama ulirudi nyuma ni kuombea nikusaidie, ndio uweze kuendelea, kwa sababu my intention ni kukuwa na kanisa ambayo inapanda, sio kanisa inarudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Sitaki kuwa na kanisa ambayo ni ya watu wa kuomba fare. Sitaki kuwa na kanisa ambayo ni ya watu wa kufugiwa nyumba. Sitaki kuwa na kanisa ambayo ni ya watu ambao ni wa nini, biashara ilifuga. Hapana, nataka kuwa na kanisa bae tukienda tukimaliza mwaka mmoja hapa, nione hawa, unaona haka kaka kuja. Wacha nikuite tu haka. Si ndio? Kubali tu nikuite haka. Si ndio? Haka. Bae tukimaliza mwaka tunaona amesimamisha kaviti zake hapa. Kamesimama hapa. Kwa nini? Amekuwa mtiifu wa kufanya kazi ya Mungu na Mungu amembariki. Our God is a God of one glory to another glory. Lakini ukiona glory yako inarudi na nyuma, basi kuna spirit ya Jezebel inaoperate kwako. Na lazima utafute ujue ni wapi mlikosania na Mungu, ni wapi huyu Jezebel alipatilia kuingilia. Na ukiingia hapo hujajua, identify. Ukijua sasa unajua. Na kuna familia Jezebel aliingia 100 years ago. Kuna nyumba familia Jezebel anaishiki kwao miaka 300. Anakujaga tu kwao, amekaa hasa na kubadilisha. Akisikia umeolewa huko, anasema welcome to our home of Jezebel. Hallelujah. Akisikia biashara, kuna ameingia kwa biashara na kaaga kwa biashara, ukifungua kwa biashara kwambia tu welcome to our home of Jezebel. Anakupokea na anakupatia vitu zote zile unataka. By the time ukuja kujua ushamezwa, kazi imeanguka. Sasa hapo ndio nakuja kuomba niombeeni kanisa. Wera wakwa ndio ndirathi wega. Kitirathi wega. Kumbe mlishango kwa kitabo na mkamaliziwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Inua mikono yako juu, ujipeleke mbele za Mungu, uombe Mungu akupatie the spirit of discerning. Chukua dakika yako 5, umwambie Mungu akusapatie the spirit of discerning. Najua hiyo yote tumezungumza, umejikuta kwa spirit moja ya Jezebel. Umejikuta kwenye mazungumzo ya kijezebel. Ongea na Mungu, mtu mwambie, take your time, ombe tu, hoya pio. Mwambie Mungu akupatie discerning spirit ya kuweza kujua Jezebel aliingilia wapi. Kwako Jezebel anakaaga aje? Kwako Jezebel ako namna gani? Talk to God. Talk to him. Mwambie tu, mwambie ako na uwezo. Huyu Mungu wetu tunayemwabudu ako na uwezo wa kukuja ndani yako na kusema, kukuambia ni nini ambacho kimekula familia yako. Mwambie huyu Mungu akutangulie. Mwambie huyu Mungu anene na wewe. In Jesus' name we pray. Somebody say amen. The spirit of Jezebel ina uwezo wa kuua. Huyu mama wakati aliambiwa I will throw her into her sick bed, na atakufa.
Wangapi wamejihisi kuwa wako katika hiyo hali ya spirit of Jezebel? Inua mkono wako juu. Hiyo spirit imekudominate kabisa kabisa mpaka umeshindwa kujinasua. Inua tu mkono wako juu, songea tu hapa mbele, tunataka kuomba na wewe. Songea mbele tu. Usiogope. It is upon your life. It is your life. Kama unajihisi umesikia kweli, hiyo mazungumzo imezungumzwa inakuhusu. Ni mimi inahusu. Nimekuwa na spirit of Jezebel ambayo imenidominate. Usiogope mtu na udukarole ate muno ucio mwena ake hau. It is you and God. Ninataka nikufugue. Hujui ni kwa nini Mungu ameamua kukufugua leo. Hujui ni kwa nini Mungu amenitia hiyo maneno nimezungumza na nyinyi leo. Kuna sababu. Na hujui ni kwa nini Mungu alimhakikisha ufike hapa ndio usikie hiyo. So sogea tu mbele hapa, soka kabisa. Soka ndio tutokane na wale. Kama unasikia spirit of Jezebel amekuhangaisha, ameiba mali yako, amevunja ndoa yako, amevunja kazi yako, huduma yako haiendi vizuri, soka mbele. Hiyo ndio nakwambia, kuja tu mbele. Kama unajihisi ya kwamba ile maisha unaishi sio maisha ambayo nafaa kuishi, kuna kitu kiliingia ndani yangu na hii kitu venye nimesikia ni hiyo roho ya shetani. Soka tu mbele yako. Soka. Kusema uko na hiyo spirit si kusema wewe ni mbaya. Wewe ni mzuri tu. Tumeambiwa hapa, you don't throw them out. We love them. Just songea tu mbele. Songea tu mbele, maana we need to break it tonight. Lazima hiyo spirit tuikaivunje, tuiondoe. Kuja tu na wewe naogoja. Inamisha ni wengine, muinamishe nyuso zenu. Msione wao watu wanakuja. Sasa kuja tu, usiogope kwa sababu ni mahiga maidhoka leo. Kuja sasa. Kuja sasa. Kuja tu, umejificha kuja tu hivyo. Usiogope. This is your time. This is the time that God is redeeming you. Hii ndio wakati Mungu atakuachilia neema na ushindi mkubwa. Hii ndio wakati atalete utukufu katika maisha yako. Hii ndio wakati atalete neema. Kuna vipawa vitashuka juu yako. Maana sababu hiyo spirit of Jezebel alikuja kwako, alikuja ndiye azuie vipawa vya Mungu ambavyo alikupatia. Ndiye azuie biashara Mungu alikupatia. Ndiye azuie kazi, ndiye azuie ndoa yako isifanyike, ndiye azuie huduma yako isisimame. Sinua mikono sasa juu. Bado nakusubiri. Kuna watu wengine wawili wako hapo. Unajaribu kutaka kukuja, unaigwa tare, kuna kitu kinakushika. Huyo spirit anakushika. Unataka kuenda mbele lakini ni watu wawili. Mmoja ni mwanamke na mmoja ni mwanaume. Kuja tu, usijali. Kuja tu. Wacha ni rephrase hii kitu. Ungetaka kuokoka, ungetaka kuitanishwa na Mungu. Kuja tu mbele. Umesikia umeguzwa na neno hili na ungetaka kuokoka. Kuja tu hapa mbele tu. Umekuwa umeokofu, umekuwa ukienda kanisa lakini umeona kweli kuna kitu wrong. Kuna kitu ambayo si mzuri. Kuja tu mbele. Nitahesabu mpaka 3. Ukikataa kukuja, shauri yako. Kuja mbele. 1. Kuja mbele. 2. Kuja mbele, kunibaki mwingine mmoja. Kuja mbele. 3. Hiyo chapter nimefuga. Inua mikono yenu. Semeni, Bwana Yesu, nimekuja mbele zako kuomba msamaha wa dhambi zangu na kuomba kutoka sasa unipatie uwezo wa kujua nyendo za Jezebel na mipango ya kijezebeli katika maisha yangu. Niweze kupambanua roho wa Jezebeli anapokuja katika biashara yangu, katika huduma yangu na katika ndoa yangu. Kutoka sasa, Yesu, nitumie kuwa mlinzi wangu, nitetee, nipiganie, niwezeshe nikae kwa mapendo yako. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Sama amina. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Shh. Thank you. Baba, tunakushukuru kwa jioni hii ya leo.
Wewe ni Mungu mwenye uwezo, mwenye baraka. Asante kwa huduma hiyo. Asante kwa hawa ambao umeweza kuwabadilishia maisha yao. Na kwamba hata kanisa hili, naomba Baba, the discerning spirit akaweze kutawala nyumba hii, tukaweze kujua, kupambanua, kuelewa na kujua mipango yote ilivyo. Utukufu wako ukajidhihirishe, neema yako ikaonekane, na upendo wako ukajidhihirishe katika njia ya kiajabu. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Mtu aseme amen. Leo wako uwe mwathani Jesu, nijetekerete gukwathikira na gugutumikira kuma umuthi. Nindeyamurania na maroho mothe maria mahingaga, maroho ma kuria ndanathie na mihitwa ndanehita, nindeyamurania nayo thiini wa ritwa ria Yesu Kristo. Funguliwa sasa, funguliwa, pokea nguvu mpya, pokea vipawa vyote walikuiba wakakupeleka kwenye kafara zao. Toka in the mighty name of Jesus. Na achilia nguvu za Mungu juu yako. Utoe unabii, ufungue watu wa Mungu. Yes. Yes. Oh yes. Huyo ni nabii lakini wamemtesa. Kuja Lilian. Kuja. Oh. Ya kata ya lala. Wewe. Wewe tekera gutukata Ngai. Wewe tekera. Ule maganike. Ule maganike. Ndure muremi. No ni ugwetekera gutukata Ngai. Urega kumutungata nike. Kanitha ni uthiaga. Ndirarega. No utungata waku urega kufuatirithia nike. Uria werirwo. Ni uri no tungata. Ni uyu uguo. Ni ufuatithagiriria. Amoko na iguru. Weri. Nyita moko meri. Sema Bwana Yesu, kutoka leo takutumikia. Nimekubali kufuata, kutenda na kufanya upendo wako. In Jesus name. Thank you. Amokera kirathimo. Nyita moko meri. Ila mwathani Yesu, ndoka mbere yaku muthio uri wanduire gutumikagire ta ndungata yaku. Nindetie maguta macio riu magioka, icio macio magioka, nimoka. Mutige uremi nyumba ya Kang'ethe ya Kiari, mutige uremi, mathe Ngai, muri ndungata cia Ngai na muri amure na mugaitiririo maguta. Mwathani agocwo, mumathe Ngai, mumathe u. Look for God. God is there for you. Na atawasaidia. Yes. Oka murehe. Oka murehe na. Tajitereria maguta maya. Igwanira maundu maya makuru na maya. Oka. Tamure. Rehe moko maya make. Nyita guko. Rehe guko. Amukira leo Ngai. Yeni. Ikundo ciothe ciohoke. Ikundo mugwanja ciohoke. Fukwe. Ikundo mugwanja ni mihitwa mugwanja ndorio. Kikavura ndorio. Yeni. Ta! Fukwe moja. Bili. Fukwe. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes. Tumeaje. Ni uguo riu. Ni ugutungata. Ni kuoho ikundo mugwanja ni Jezebel. Iria muthundo wa Ngai. Nyitana moko meri wega. Uguo.
uga mwathani Jesu nidashoka kuri we toria prodigal son ashokire nyamukira thini wa ritwa ria Jesu Kristo ndigutungataga Baba thini wa ritwa ria Jesu Kristo ninakuabudu na ninakushukuru kwa sababu ya huyo mwanamume. Mfungue kutoka na minyororo ya kishetani na mipango na maroho ya kishetani. I break every covenant. I break every bondage. I break every association. Kule alipelekwa akatolewa akajengewa madhabahu ya kishetani. Ninavunja mikataba iliyofanyika. Ninavunja maneno yaliyozungumzwa. Ninavunja maroho ya kiusherati yaliyorushwa ndani yake katika jina la Yesu Kristo. Sema amina. Yes. Kuja. We. Shika na mikono mbili. Sema kutoka sasa sitakutumikia shetani. Nitatumikia Mungu. Funga macho yako. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Pokea mamlaka ya kibinguni. Be able to discern, be able to know the plans of the devil in Jesus name. Mubarikiwe kuwa na weekend, siku njema. Siku ya Jumatano tuko na ibada ya deliverance. Na siku ya Ijumaa, siku ya nini? Ya Ijumaa. Na siku ya Ijumaa tuko na mkesha. Baba kuja. Nikiwedaga. Ugerire kiguku. Weda kuja. Ita na moko meri. Higa maitho maku. Amukira kihunjo. Yes. Amukira kihunjo giaku. Kiria wendaga ni ukuona. On Friday tuko na mkesha. Na youth wewe. Na wenzako wote na wataka Friday saa 2 hapa. Usikia? Utaweza? Wabie mzee. Si kujaribu na singalagala na wewe na wamama wa kanisa. Tunataka tukue kutoka wiki hii na wazee wa kanisa kutoka leo Sade mpaka Sade tunaingia kwenye maombi ya kuombea nyumba ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Friday mkuje tuombe, kutakuwa na maombi maalum ya kutubu na kumtafuta Mungu. Umesikia Jezebel venye ametutawala. Mkiweza hata hii nyumba ya Kang'ethe mngehota kama Friday tunaanza saa 2 tunamaliza saa 6 usiku ama tunaenda mpaka asubuhi. Kwa hivyo mkuje Friday ninawaambia. Na wale ambao mnatutazama kule nje, kuja Ijumaa kuna ibada a very special ya kudedicate maisha yako kwenye maisha ya kumwabudu Mungu. Hapa kutoka saa 2 mpaka saa 6. Ni kwa nini nasema Friday tukuje? Na ni kwa nini nilikuwa nimewaambia last Friday mkuje lakini hamkukuja? Hapa kulikuja watu. Ndio nawaambia hii spirit inashikaka paka pastor. Hapa kulikuja watu wakora. Wakaanza kuwaitisha pesa hapa wakati nimetoka nimeenda. Kumbe hawa watu walikuwa na maspiriti zao. Hawa watu walikuwa wametumwa on a special mission. Kujeni tuodoe hiyo kitu Beatrice. Beatrice anakujaga Thursday. Friday hawezi kuja. Thursday analalaga hapa. Lakini ikifika Friday, kutoka siku hiyo. Unaona huru ni na ogwali. Umeona? Wewe Consolata, kitanda wachana